Karibu kwenye bando la wiki. Wiki hii jamani, hii ni kipindi ambacho kinarushwa kila wiki muda kama huu, sehemu kama hii. Lengo ni kukuhabarisha, kukupa burudani fulani amazing na story ambazo zimejiri ndani ya taifa letu, lakini pia nje ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi naitwa Evans Bukuku na baadhi ya story ni kama zifuatazo. Vugu ndani ya chama kikuu cha upinzani. Nazungumzia sawa, ambapo ni kama mapigano ya nguli dhidi ya mwingine, yani Jake Paul na Tyson. Wewe umekaa upande gani? Au kama kawaida Mtanzania umekaa kwenye fence, umekaa hapa unasikizia atakayeshinda huyo unaenda naye bendera oye. Lakini story nyingine pia ni wananchi waamua kujichukulia sheria mkononi Arusha huko kwa kumwadhibu diwani alijifanya mjanja kwamba mimi naahidi barabara, wakampeleka pale barabara ilipokuwa iwepo, badala yake wakakuta anaogelea na yeye kama samaki. Mambo mazuri. Lakini Singida nao umeamka na wao umemwadhibu diwani wao. Hivyo nitakwambia wapi saa ngapi. Lakini pia kwa majirani, mashemeji Kenya hapo, Willy Paul upo. Ng'ombe alipotea. Hii sio story. Story ni kwamba alipatikana. Na shida ni kwamba alipatikana akiwa vipande. Wapi? Kituo cha polisi. Hii kama movie yani. Bongo movie au Kenya movie. Lakini story ya mwisho kabisa of course ni kuhusiana na kupanda kwa thamani ya shilingi dhidi ya dola, au dola kushuka thamani yake dhidi ya shilingi, na tutakuwa na kazi kutoka Benki Kuu. Atatuelezea kwa nini, inaashiria vitu gani, kitu gani kifanyike ili Tanzania shilling izidi kuwa imara. Jamani, hii ndio bando la wiki. Karibu sana wiki hii. Mimi naitwa Evans Bukuku, lakini usisahau kwamba kuna namba maalum. Ukitaka kutoa maoni ama kutupa story yako ili tuifanyie investigation, upekuzi fulani mwandani, basi namba yetu ni 0761800500. Karibu sana katika bando la wiki. Ngoja kwanza. Nitachana suit bure. Sasa ukiwa star, ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Yaani naye. Mungu nisaidie. Mungu ni samani, kumradhi, kitumbua sio andazi. Isipendi nzi ambaye ana tabia mbovu. Kama yuko ndani ya gari, alafu umefosha AC, mziki mzuri, kuna wifi, baada ya kufaidi vitu vyote hivyo, yeye anaamua kusumbua driver. Why? Unafungua kioo, yeye anahamia upande mwingine. Unafungua kioo cha pili, unashangaa anahamia nyuma. Hao ndio nzi ambao mimi niko nao, nakula nao sahani moja. Inakuja unakula nafasi kwenye bando la wiki. Tuendelee na safari yetu. Story ya kwanza, vugu ndani ya chama kikuu cha upinzani. Nazungumzia Chadema. Kwamba makamu mwenyekiti na mwenyekiti kidogo kuna chwi. Kuna msuguano ambayo sasa moja ni asi, mwingine chanya. Nani anaimba wimbo huo? Gusanisha asi na chanya. Anyway, sasa kikubwa ni kwamba nini? Kikubwa ni kwamba tusikie walikuwa wana maoni gani wao wenyewe. Tumejitahidi sana kutafuta mwenyekiti, bahati mbaya simu yake ilikuwa busy. Inasemekana alitembelea na wafuasi wengi, na baada ya kutembelea na wafuasi wengi ikabidi wawapikie tena chakula. Bwana Tanzania bwana, yani msosi, kinywaji, gambe kama kawaida. Shida. Lakini tulifanikiwa kupata makamu mwenyekiti. Mwandishi wetu alienda pale kumtafuta makamu mwenyekiti, ana yapi ya kusema. Hebu tumwangalie kidogo. Hili ni bando la wiki na mimi ni Edward D. Comic. Nimepata bahati ya kukutana na mheshimiwa. Mheshimiwa, asante sana kwa kunisikiliza, na niko na kameramani hapa. Karibu. Ngoja kwanza. Ndio. Niko kwenye shughuli zangu binafsi. Usiweka kwa kamera. Nilikuwa nakunywa kwa mvinyo. Sawa, kama mheshimiwa mlivyomsikia hataki kuonekana. Tuna maswali mawili matatu tunaweza tukakuuliza. Unaweza ukauliza. Sawa. Hili vugu au fukuto ndani ya chama, wewe unalipi la kusema, maana naona unaenda kuchuana na mwenyekiti? Ngoja kwanza. Ngoja. Hakuna msuguano. Ni utaratibu wa sheria na katiba. Yeye ameenda kivyake, kama ataenda, mimi nimeshachukua fomu yangu. Lakini tumesikia kwamba fomu hiyo umelipiwa na watu. Je, unakosa hela ya kujilipia fomu? Ingekuwa ni mahusiano, kulipiwa pengine si vizuri. Lakini kutokana na kwamba kuna watu wananipenda wakanilipia, kuna ubaya gani? Nikuulize wewe. Ndiyo mheshimiwa, nimekuja tu kukuuliza lakini naweza pia nikaenda deep zaidi na Watanzania wanataka kusikia. Je, ikitokea umeshindwa,
utabaki ndani ya chama au utatoka kama wengine walivyofanya? Sasa maamuzi hayo yatajulikana hapo inapotokea. Kwamba wewe hutaki kutoka ndani ya chama? Sijasema hivyo. Usinilisha maneno. Mimi ni mwanasheria. Usinilishe maneno. Sawa sawa, nashukuru. Labda swali la mwisho, una lipi la kuwaambia ambao wanaleta mpasuko au mvurugano ndani ya chama, sababu tunaona kuna team A na team B? Kwa kweli hakuna team A wala B. Chama ni kimoja, hakina shida. Ni kwamba tu utaratibu wa kutoka awamu moja kwenda nyingine ndio unatafutwa. Na kuna ubaya gani mtu akiendelea awamu zote zilizobaki? Labda niseme hivi kwa kikubwa, isitokee kama ilivyotokea rais wa Marekani Biden. Kaanza kusahau maneno. Kumbuka umri unafuata. Kampeni zote utaziweza? Basi hayo ni maneno ya mheshimiwa, na nikushukuru sana mheshimiwa. Naona unapata vitu taratibu. Acha nikuache uendelee na shughuli zako. Karibu na wewe upate. Haya basi, nitakuja kupata baada ya kipindi. Hili ni Bando la Wiki na mimi ni Edward the Comic. Bye bye. Wanasiasa utafurahisha sana yani. Yaani hasemi huko haendi, yani yuko somewhere katikati yani. Ndio maana uongozi bwana lazima uwe ni muongo mzuri sana. Wanasema si kweli? Kwani uongozi unaanza na neno gani? Uongo. Haya, tuko historia ya pili. Historia ya pili bwana ni kuhusiana na wananchi ambao waliamua kumwadhibu diwani baada ya kutotimiza ahadi. Sasa kumbuka ni mwaka wa uchaguzi unakuja, itakuwaje? Mwaka wa uchaguzi ndio huu hapa. Waliamua kumpeleka kule kwenye walimpeleka beach Kidimbwi. Kwenye ndani Kidimbwi kabisa, kaogelea kama kambale. Lakini watu wa Singida nao wameamka. Nadhani kwamba wamepewa hamasa na watu wa Arusha, na wao wameamua kumwadhibu diwani wao aliyowaahidi kwamba atawajengea vyoo, matundu ya choo. Hakufanya hivyo. Wakaamua kwamba wewe sasa tutakufunza. Sasa ilivyokuwa Tanzania ndio maana Tanzania si hami. Angalia mwenyewe. Mtazamaji wa Bando la Wiki, mimi ni Tulashasha wa Bando la Wiki hapa. Kama unavyoona nyuma hapa ni wananchi wenye hasira kali wanaamua kumsugunya diwani huyu aliyekosea. Ndugu zangu. Jamani tusikilizane kidogo hapa. Nini kinaendelea? Ndio habari. Huyu bwana ni diwani wetu. Alituahidi kwamba kwa kila mwananchi anamjengea choo. Lakini mpaka leo hii hakuna ambacho kimetimia zaidi ya maneno matupu. Tumetachoka. Jamani tupo live hapa Bando la Wiki. Tumpe nafasi kidogo diwani naye aongee. Analipi la kusema. Bwana mkuu, mimi pesa zipo, umeelewa? Lakini mtaa hakuna mtu ambaye anaenda chooni kila siku. Basi tulia kwanza. Yaani unajuaje kama wananchi hawaendi chooni? Wanakula sana magimbi huko. Kama rais haendi chooni, kwa nini haituahidi ahadi ya uongo? Tunajisaidia wapi? Tulitengeneza. Sikiliza ndugu mwananchi. Ndugu mtangazaji. Sikiliza. Ndugu mwananchi. Sikiliza. Choo kilikuwa pale, lakini kutwa mzima nilikuwa masaa 24 sioni mtu anaenda choo. Ndugu wananchi, mnataka fanyeje? Kata gogo. Sina ndio piga sio eti leo asipate hizo. Mtazamaji wa Bando la Wiki. Sikiliza. Ndio. Mimi naweza nikatoa gogo. Lakini mnaweza? Ndio. Kinachoendelea hapa anauliza mtayaweza? Ndio. Ndugu mtangazaji. Ndio. Sitaki lawama. Mtazamaji wa Bando la Wiki, kama unavyoona hapa diwani anakata gogo. Diwani anakata gogo. Tunataka. Yanuke. Ndio. Asikate gogo, asikate jamani, Mungu wangu. Mtazamaji wa Bando la Wiki, harufu hapa ni mbaya. Sana. Ndio. Mimi sitaki lawama. Niliwaambia mimi sitaki lawama. Mnataka gogo? Mwana kulitafuta mwana kulipata. Mimi sio Arusha. Siogelei ovyo mimi. Mnalitaka mimi nawapa.
Chezea marage ya juzi. Ndio mtazamaji wa Bando la Wiki, alichouliza ni kwamba chezea marage ya juzi wewe. Endelea kutufuatilia kwako studio. Jomana mlazimisha jisaidie, chimba dawa kwa kulazimisha. Jamani, choo inakuja kweli? Cha ajabu, lakini choo ilipatikana. Ndio maana Tanzania sihami, Bongo sihami. Jamani, kama kuna maoni yote yale jamani, au kuna story ambayo iko mtaani kwako, diwani amefeli, tuambie sisi, tutaenda kufanya investigation na sisi tunamwanika faster. Namba yetu ni 0761800500. Sasa kwenye story nyingine kwa mashemeji, Willy Paul upo, Willy Paul huwezi kujifanisha na Simba. Wewe anza na Fisi. Sawa, alafu unapanda kidogo kidogo hadi ufikie Simba. Yes, wewe mdogo kabisa digidigi. Utafanisha vipi na yeye? Anyway, kuna ng'ombe alipotea. Alipopotea ilikuwa hamna shida, anatembea vizuri. Alipopatikana sasa alikuwa amechinjwa. Amekatwa vipande. Na wapi alikutwa? Kituo cha polisi. Ukisikia mbuzi kafia kwa mtengeza supu. Ng'ombe aliyepotea apatikana kituo cha polisi akiwa amechinjwa. Na mimi swali moja ni hivi, walimgunduaje ni ng'ombe yule? Wana plate number wale? Walimgundua, lakini inaonekana kabisa kwamba aliyeripotiwa kupotea amepatikana amechinjwa katika kituo cha polisi cha Kaptagat magharibi mwa Kenya. Pale ambao wakimbiaji wanariadha ni wengi hapa. Hata ng'ombe alikuwa anakimbia. Ndio maana shangaa. Sasa tuangalie bwana, tumeamua kutuma reporter kule afanye investigation kwamba ilikuwaje, mwenye ng'ombe anasemaje, na pia investigation kuhusu nani amemchinja huyo ng'ombe. Investigation inaendelea vipi? Hebu tupate kidogo tuongee na ripoti wetu. Nimekutana hapa tena ambaye mmiliki wa ng'ombe anaitwa Otiano Odhiambo. Ulijuaje kwamba ng'ombe yako alibiwa? Gai mazee, hii ni mambo mbaya. Sisi tunawaamini makarao. Wanatakiwa tu protect sisi na mavitu wetu ati. Wamekuja wamepita na hiyo ng'ombe hapo, wamepeleka police post. Nafika pale nakuta tayari wameshamchinja. Hii ni kitu mbaya sana. So tu mimi nimeumia cause yule kao alikuwa anaitwa Willy Paul. Willy Paul. Na amka asubuhi simpati hapo. Nikasema basi ngoja nimtafute John tusindikizane. Tunafika police post wameshachinja. Watu wanatengeza supu wanachapana wanapiga na hii nini? Wanapiga na chapo. Na wauliza sasa makarao, hii ng'ombe ni ya nani? Wanasema eti tunahifadhi kama exhibit. Exhibit gani na kati tayari mmeshaikata, hiyo makagari inaning'inia hapo, wanataka wachemshie supu. Pia sasa ni taratibu gani ambazo umezichukua wewe kama mmiliki wa ng'ombe huyo? Ndio nimeitisha hapa kikao. Sasa hii unaona wazee wadosi na wazee wengine walikuwa wanaingia hapa, tunataka tufanye press. Tukishafanya press tunahakikisha hiyo ng'ombe tunaipa burial service nzuri, au sio bana? Kwa yule alikuwa ni member of family. Lakini mimi nashindwa kuelewa hii mambo. Makarao ni kitu gani wanafanya? Kama hii wanataka kufanya wapate nguvu ya kwenda kwenye maandamano, wangetuambia gai, tungewapigia tagidheri kuliko kuja kuchukua Willy Paul hapa. Ndio. Sasa polisi wamesema kwamba wamechukua vile vifaa na mifupa yote kwenda kufanya utafiti. Wewe jambo unalichukuliaje? Wewe unaongea ni kitu gani hiyo? Unaongea nini hiyo? Hiyo unataka uniambie uchukue hiyo bond unaenda kufanya investigation. Hiyo bond ina investigation. Kwani kwenye bond katikati kuna kitu gani hapo? Si kuna bond maro. Hiyo bond maro kwa ngozi inakupa nguvu na kuweka huko kama una bibi yako hapo nyumbani. Gayo usinikumbushe. Hiyo ng'ombe mimi nilikuwa naipendelea sana hapo kwenye zizi. Hiyo ng'ombe ni kitu nataka kuielewa. Na wewe kama unataka kuja kunichangia nijue nafanya mipango mingine cause ile ng'ombe ilikuwa iko na familia nyingine hapo. Sasa hii imebaki yatima. Sio unanielewa? Acha kwanza kuendelea kunihoji hapa. Sisi wana amani na wewe. Alafu sikujua umetokea wapi guy. Niache na mambo yako. Pole sana. Usinipe pole hati. Nenda na shughuli zako hiyo. Na wananiita Tulashasha msukuma wa Bando la Wiki, na tumepata nafasi ya kuongea na daktari aliyepewa mzamana wa kuchunguza hili jambo linalotatanisha huku nchini kwamba ng'ombe alipotea na akakutwa polisi akiwa amechunwa. Sasa daktari, ni taratibu gani ulizozifuata? Taratibu kama zifuatavyo. Tumechukua sampuli zao kwenda kuzipima, na sampuli zao ziko hivi. Angalau mmoja mashallah kidogo simuelewi, imetuna. Kwa hiyo ni utaratibu tu wa kudiscuss na tujue tunafanya nini, lakini lazima tutajua kipi hichi. Kwa hiyo tutafanya kipimo cha question clicit kwenda baitu ya Albatazari, alafu zeni tutapata kitu kwenye asi na chanya. Sasa utajuaje kwamba kutumia hicho kipimo, kutumia hicho choo, kwamba huyu ndio aliyekula nyama hiyo haramu na huyu hajara? Hii nadhani itajulikana kwa sababu kuna kitu kinaitwa flanco. Flanco kuna njia mbili, ya left and right.
Ndio maana tunashauriana hata ukiwa unaenda toilet, ukiwa unatoa haja kubwa, basi mzigo ukiwa unaangalia unakuwaga na rangi mbili, kitu cha haramu na kitu cha halali. Ina maana upande wa kushoto kikiwa haramu, basi wewe nani yako haja yako ina matatizo. Kwa hiyo unahakikisha kabisa kwamba wakati huu utawapata wewe bigi wewe. Watu ongea nini mimi na wewe? Si nimekuambia huyo size ya mkono. Nini sasa? Hebu sogea huko bwana wewe. Wewe unasumbua sana wewe. Wewe ulikuwa una tumbo hili nini? Sasa tulia kwanza, daktari, kwa nini wanakera sana wewe? Umeoni mwenzako hajaondoka yule? Kaisha kwenye gari tu, hajaingia ndani ya gari. Sasa daktari, unawafokea sana wagonjwa hawa, unaona watapata labda hofu ya kuja hospitali tena. Na tuendelee na swali letu. Sasa tuendelee na swali letu daktari, samahani. Sasa ulivyochukua vipimo na kwa sasa unavitendea haki. Kwa uhakika pale unajua ni wangapi kabisa utawapata? Ni wote au unaona vipimo vichache, kwamba una kipimo umesema kuna mmoja umempata ambaye ana wasiwasi kidogo? Kwa hii naona wote, kwa sababu ukiona tu hizi amna salama, naona kabisa phantom kila mtu. Unajua hivi vitu hivi mimi na uhalisia na kitu ninachokifanya, najiamini, naangalia na naona. Kwa hiyo ukiangalia tu naona kabisa, sidhani kama atapona hata mmoja. Kwamba wewe tukiachana na kipimo, wewe umeumbwa kabisa, Mungu amekupa akili ya udokta, kwamba ukiangalia tu kipimo hivi unajua huyu kabisa anaumwa. Ni kweli, kwa sababu kama hii nahisi kuna nyama mbili huyu mtu amekula, naona kabisa kama si nguruwe basi mbuzi, lakini ng'ombe anaonekana hapo. Sasa tumalize kwa sisi wa Tanzania, unatushaurije kuhusu haya magonjwa yasiyoambukiza? Nashauri kwa haraka tuzingatie kwenye ulaji wa chakula. Usipende kula chipsi kila siku. Hebu jaribu kula chipsi kwa mwaka, na unaweza ukahesabu chipsi 5, 10, imezidi 12. Hata wali ni kitu ambacho kinaongeza uzito sana. Kula hata chembe 2 au 3. No. Ndugu mtazamaji wa Bando la Wiki, ukisikia maajabu ya Janabi, njoo Kenya uone. Wewe umetoa mimba wewe, usirudie tena kutoa mimba wewe. Sumbua. Ndio hizi zinatokea na mtazamaji wa Bando la Wiki, ukisikia maajabu ya Janabi, njoo Kenya uone daktari alioajiriwa Kenya, Mtanzania huyu mwenye maajabu yake. Chipsi 12 vipande. Makule nyumba ni choo. Yaani sehemu zote nayo mpimo wananchi kwao wakamfanya jamaa apate choo, huku nako choo kinapimwa kwa ajili ya ng'ombe. Lakini kumbuka IGP wa Kenya, Douglas Kanja, yeye ametoa amri kwamba askari 30 wa kituo hicho kupelekwa katika vituo vingine. Yaani IGP must stop order. Kwa nini wahame? Kuna mama tulitokea mkanganyiko, hawajasema hata kitu gani imetokeanga huko. Mbona mmehama wote? Kuna nini? Eti nasemekana mmekula ng'ombe. Eti na hapa tutakuja nakula mbuzi. Yaani mpaka unapima choo, sio mchezo aisi. Jamani, ndio maana inaitwa Bando la Wiki. Lakini kumbuka pia muda si mrefu tutapata kuongea na mtu kutoka Benki Kuu atuambie kwa nini dola inazidi kushika thamani mbele ya shilingi. Kuna nini? Kulikoni? Hii ni Bando la Wiki, kaa hapa au sio? Nilisema hapo awali kwamba tutapata kuongea na mfanyakazi, yeye yuko Benki Kuu, ni naibu governor wa Benki Kuu. Anaitwa Dr. Festus Shayo. Dr. Festus, karibu sana. Asante sana. Vipi ulienda nini? Kwenye uteuzi? Hapana. Kijijini? Nenda kuhesabu wiki ijayo, naangalia nauli mkaja. Mnaangalia nauli. Okay, safi. Hebu kwanza tuende kwenye point moja kwa moja. Dola imeshuka thamani dhidi ya shilingi, kulikoni? Hebu tuweke kumbukumbu sawa kidogo. Usiseme dola imeshuka dhidi ya shilingi, sema shilingi imepanda dhidi ya dola. Ni swala la kujivunia hili. Mama oye. Mitano tena mama. Asante sana. Sasa niambi kulikoni? Imeshukaje? Maana hii ni rekodi, haijawahi kutokea Tanzania hivi. Tunashukuru Mungu, dola
imeshuka, fedha yetu shilingi imepanda thamani. Ni Watanzania tu wamekosa imani na dola. Amekosa imani na dola. Imani yao kubwa sasa hivi ipo kwenye shilingi. Hivi tunavyoongea Watanzania wana dola nyingi, wanaanza kuitafuta shilingi mtaani. Samahani kidogo. Mtu anauza mboga hapo, anauza muhogo, ni mkulima, ana shida gani na dola? Kwa kweli mboga hawana shida yote na dola, na in fact waache kulalamika, kwa sababu wenyewe kwenye daily life hawatumii dola kulalamika kwamba sijui dola. Wewe muuza mboga mchicha, mkaa, dola unaitumia wapi? Sisi ni shilingi, ndio maana sasa hivi shilingi imepanda bei, tuendelee kutumia shilingi zaidi. Lini tutaona mabadiliko ya gharama ya maisha kwa Mtanzania wa kawaida? Na hivi tunavyoongea, kwanza uchumi wa Tanzania unazidi kukua. Uchumi unazidi kukua kwa kila Mtanzania. Kwa soon uchumi unaenda kukua, Watanzania wataziona hela na mafanikio watayaona. Maana tunaona kwamba bei ya mafuta ikipanda huko duniani, Tanzania kesho yake kila mtu kishapandisha bei. Lakini ikishuka kule wanakuambia tuna stoki ya zamani, bado tusubiri kwanza nini. Na kwenye dola ni hivyo hivyo. Na sasa hivi ni kusubirishwa na nchi wanaenda kuwa na maisha mazuri kuliko hata viongozi. Kuliko viongozi? Na kuhakikishia. Kweli watu wengine waongo. Sio wewe, watu wengine. Kuna tetesi kwamba pesa za zamani zile zinapaswa kurudishwa. Zile pesa za zamani zilizochakaa, zile za kipindi fulani. Ni kweli? Na mimi hizo tetesi nimezisikia. Zinaweza zikawa zina ukweli. Na nikwambie tu huo mpango tutaufanya kwa namna ifuatavyo, kwamba hizi fedha za zamani kuzibadilisha, bidi tuzibadilishe. Ni fact tumekaa nazo sana. Kwa hiyo mimi nilikuwa ninapendekeza kwenye hizi fedha hizi mpya tutaweka wanyama wengine wapya. Kwa mfano nilikuwa napendeza tuweke hata kunguru, sababu kunguru ana reflect mambo ya usafi, akikuta mzoga na utoa na upeleka kwingine. Samahani, kwa nini mmekaa mkatafakari kama wafanyakazi mkaamua kuja na kunguru, wazo la kunguru? Kunguru kwanza hata akianza kuimba fukuza kunguru kwa kuna namna inakupa motisha. Lakini licha ya hivyo pia tunaweza tukatumia huyu ngiri. Ngiri pia anaweza kumweka kwenye fedha pale. Japo ngiri kidogo jinsi anavyokimbia hivi anaweza kaifanya pesa isiwe inapatikana. Kasongo ngiri, una hakika? Basi ngiri nako unaweza kumwacha naye, tukaweka hata huyu tukaweka punda, tunaweza kata punda kwa sababu punda ni kazi na mambo yakaenda. Bwana mimi sindashindwa kuelewa. Punda, ngiri, kunguru, si bora tuweke nyani kabisa? Nyani sasa mambo ya nyani hauni kundule italeta shida kidogo hapo. Nimekusoma kabisa. Ni mawazo mazuri. Nashukuru sana naibu governor. Bila shaka kile tukina shida tutakuita kidogo utufafanulie Watanzania wa kawaida wapate kuelewa lini maisha yao yatazidi kuwa bora, hasa kwa masuala ya usimamizi wa fedha. Mnafanya kazi nzuri na kusalimia kwa jina la Jamhuri. Kazi iendelee. Au sio? Nashukuru sana. Asante sana. Jamani, huyu kwa ndio naibu governor wa Benki Kuu Dr. Festus Shayo. Alisema ataenda kule kusalimia kwa ajili ya kula sikukuu na ndugu zake. Niliruhusu kabisa kwamba watu kupitia mitandao ya kijamii na wao watoe maoni yao. Kumbuka at Instagram ni @bandolawiki, bandolawiki hivyo kama ilivyoandikwa. Kabla haujaondoka, tunaangalia kwenye mitandao yetu ya kijamii @bandolawiki Instagram pale. Huyu anasema hivi, huyu ni Buji wa Tandale. Amesema kuhusu dola kushuka, sio? Anasema mzee Magoma kashafanya yake. Kurujuani hilo. Ni kweli? Sidhani. Serikali yaamini kwenye uchawi. Sawa. Na wale waganga ambao wote walikusanya sehemu moja? Mimi nashangaa japo serikali yenyewe tuna mganga mkuu, lakini serikali yaamini kwenye uchawi. Shida kwa naibu governor. Nakushukuru sana na kutakia kila la heri, endelea kufanya kazi. Nimeamini kwamba tunakoelekea sasa hivi June. Unahisi kwamba dola moja ilikuwa inanunua shilingi ngapi? Tunakoenda huu mwaka mpya wa fedha 24-25. Shilingi moja itakuwa sawa na dola 5. Shilingi moja itakuwa sawa na dola 5. I see. Uchumi wa kati wa chini. Sawa. Kweli huu ndio uongozi. Haya jamani, mimi nashukuru sana. Kabla hatujamaliza hapa kabisa, tulikuwa na Dr. Festus Shayo, yeye naibu governor Benki Kuu. Kumbuka kuna neno la leo. Neno la leo muhimu sana. Tulipata kidogo. Neno la leo linasema hivi: tafuta hela, tajiri hapandishi mashitani. Mtasudi lake
Ujashtukia kwamba mtu akiwa na hela sana anapandisha mashetani yani kwa mbali, ila mtu akiwa hana kitu acha basi. Bando letu linaishia hapo. Kila kisichokuwa na mwanzo sio kosi na mwisho, sio na nini. Maana unashangaa nini? Kameraman ananisemesha wakati niko set. Mimi sipenda kusema hivi. Bana, hii ni bando la wiki. Jamani, bando letu linaishia hapo. Kama ndio data, kama ni SMS na dakika za kuongea imeishia. Tufuatilie tena, endelee kutufollow pale Instagram na vitandao vingine @bando-la-wiki. Na kama una maoni yako, namba inapita hapo chini 0761800500 ili tukudadavulie. Dadavua. Nani tangaza wimbo neno dadavua? Mmekaa vibaya. Dadavua. Sio kakavua, dadavua. Hadi siku nyingine, kwa heri sana. Mimi naitwa Evans Bukuku. Hii ilikuwa ni bando la wiki. Kwa heri. Ile kebo imekuwa loose kidogo, kafanya hivi mwambie tayari. Ni shilingi ngapi? Hamna shida. Yeye afanya hivi, anasema ngoja kwanza. Kuna jamaa nani anasema hii joke? Alisema alipanda darini. Alisema niwe kumba dari. Akaamua akaya acheze game kwanza. Ndio uendelee. Alafu kile baada ya dakika chache kong. Hebu zima hapo. Hapo kaka mna mrefu kuja kuacha. Ho ho ho!